Cheers. Kwa majina naitwa Odhiambo Brian. Jina nani baba? Mimi kwa majina naitwa Daktari Ombe Samuel, ama ukipenda pale J-Quat Prince. Mara ya mwisho nikikuona hapo ulikuwa katika uchaguzi za kuchagua kina nani? Naam, hapo mara mwisho hapo mwanzo tulikuwa katika uchaguzi au vinara wengine, lakini leo na tumekuja kuchagua na mwenyekiti mwenye atatuongoza kama sisi wanafunzi wote kwenye chuo kikuu cha Jomo Kenyatta, shule ya kilimo na teknolojia. Naam. Hapo awali ulikuwa umeniambia kwamba chakula ilikuwa inatembea sana kutoka kwa hao vinara wengine. Je, katika huu waniaji wa rais imekuwaje? Naam, hapa katika hii waniaji wa rais tunasema mambo yakuwa fiti na vile jinsi tulivyotarajia, kwa kuwa tulipoa muda chache kabisa. Koti ilitoa jukumu kwa uchaguzi ifanywe leo na ilikuwa ni hapo Alhamisi. Sasa hiyo muda ijakuwa ya hiyo muda ijakuwa refu sana ambayo inaweza tuwezesha ili tupate mlo kabisa. Yenyewe katika hii kiti ya mwenyekiti mkuu chakula na ikuwa mingi kabisa. Matarajio yako yalikuwa gani, au ukisikiza yale ambao wengine walikuwa nasema walikuwa na yapi ya kunena kuhusiana na mlo? Katika mambo ya mlo, mmoja jinsi walivyorudisha namba ya wenye walikuwa wanaonea kiti hiki. Sasa jinsi kwa sababu walirudisha ikakuwa 2, sasa hiyo mmoja pia imerudisha pesa. Wangekuwa 3 ingekuwa ni kitu kingine tamu kabisa, cause ulikuwa unajipata umetoka kwa huyu uko kwa huyu mwingine uko kwa huyu mwingine, lakini sasa mambo yalibaki tu ya watu wawili. So umepata mle watu wawili yenyewe, na mimi kama daktari haingekuwa inaweza nitosha kabisa. Naam, sasa acha nikuulize swali. Umezungumzia sana mlo sana. Wakati ambapo mnaenda kuchagua viongozi, mkifanya uamuzi inazingatia mlo ama inazingatia mtu kibinafsi na kuwawakilisha wale wanafunzi ambao walikuwa wamewachagua? Hapo sasa hapo inafaa tuzingatie hapo kwa mlo. Unajua tu kama wanafunzi wa vyuo vikuu chenye tunatarajia tu ni chakula, lakini pia lazima uangalie hapo kibinafsi. Huyu mtu jinsi anavyokuongelesha, unajua jinsi unavyoongelesha mtu ndio muhimu kabisa. Sasa unaangalia jinsi anavyokuongelesha, ni vitu gani ambazo atatimiza, ambazo anataka ili akiingia hapo kwenye hiyo kiti ambayo anataka, vitu gani ambazo alisema na zitatimizwa. So hizo pia lazima tuangalie. Unajua kama unataka kura, lazima ujieleze vizuri, uangalie ni kitu gani ambazo nikifanyia wanafunzi wanaweza furahia, ninaweza leta maendeleo kwenye hii shule yetu ya Jomo Kenyatta. Kama uliweza kushuhudia uchaguzi wa mwaka uliopita, alafu uifananishe na yale ambayo yanafanyika kwa sasa hivi, unaweza kuilinganisha vipi? Alafu ni matarajio gani ambayo wanafunzi wanafaa kutarajia kutoka kwenu? Mmoja, mimi kama daktari napenda tu vitu za ukweli. Kuangalia uongozi uliopita, mimi nasema kwa kufanya kazi vizuri sana jinsi tulivyotarajia. Na sasa ndio maana tumekuja tena msimu huu tuzingatie na tuangalie ni jinsi gani hawa wenye tutawachagua ni vitu vipi watakavyoeneza ama watakavyoleta ili tupeleke shule yetu kwenye sehemu nyingine. Pia tunataka shule yetu ikuwe shule nyingine ya hifadhi, shule nyingine yenye iko juu. So tunatarajia hao wenye wanaingia, hao viongozi wafanye kazi kuzidi wale wenye walifanya mwaka uliopita. Tunatarajia hawa wamakinike sana na zile vitu ambazo walikuwa wanatuambia sisi kama wapigaji kura waweze kuzitimiza. Kama wakitaka kura wanaweza kuambia vitu vingine vitamu, labda nitafanya hii. Sasa ndio huu wakati. Alafu uzuri pia niko hapa kuona hizo vitu zikitendwa. Nafurahia kwa sababu huu mwaka nimechagua viongozi ambao naweza kuwarekebisha.
Naweza enda nikipata mtu hajafanya kazi yake, mimi kama mwenyewe, mimi daktari, mimi sipendi wenye wanasema kitu na wafanye. Nitaenda hapo ofisini mwao ama niwaandikie barua, niwatumie, niwaambie ulisema utafanya hii na sasa ndio hii muda umeenda, kwa nini hujaifanya? Na mbona nikipata makosa, nasikia kuna makosa inafanyika hapa, wewe kama kiongozi mbona hii hujawajibika katika kazi yako? Hiyo pia itaniwezesha, pia nitaomba ruhusa huyu mwenye atakayeingia kwenye kiti kwa mimi, wanipe tu mimi barua yangu ili wakienda hizo mikutano zao niweze kwenda nao ili nisikie jinsi wanavyopangia wanafunzi kazi. Mimi sasa nitakuwa kama comrades representative. Naam. Kwa sekunde 30 ujumbe ya mwisho, afu waambie wanafunzi wabonyeshe kile alama au kengele ya subscription kwa Top Notch Media. Okay, namalizia hivi nikisema wanafunzi wote, kama mnavyonijua mimi naitwa daktari na bado pia niko na ndoto hapa mbele. Naweza waambia kwa ikifika hiyo uchaguzi ujao mwezi pia kunijua mapema, kwa sababu mimi hadi mkiniona hivi venye nakaa hivi, mimi ni mwenye nikisema kitu lazima nitataka ifanye. Ndio maana huu msimu niliamua kusimama niweze kuchagua wenye watakaofanya kazi yenye tunataka. Pia nataka kuwashukuru watu wa Top Notch Media kwa kuwa kazi mzuri mnafanya, yenyewe mnafanya kazi yenye napendeza sana. Kitu kama hii ni haba kupatikana sana, na nyinyi mmekuja hapa ili kutueneza, kutujulisha na pia kuambia wanafunzi wote jinsi vitu zinavyofanyika kwenye chuo kikuu hii cha JKUAT. Sasa mimi naendelea kuwashukuru na Mungu awabariki, na pia kama utakuwa unatazama hii, enda hapo kwenye YouTube, finya hiyo kengele, subscribe, like, comment, alafu usisahau kitu cha mwisho muhimu sana ni share na watu ili watu waweze kuona na tuendeleze hii media yetu kama sisi watu wa JKUAT. Timu yetu pia iendelee sana na izidi kuenea kabisa, na msahau kuwa hapo uchaguzi utakao kuja mtakuwa mimi Daktari Ombe Samuel ama the JKUAT Prince, nitakuwa na nyinyi hapo pamoja na Top Notch Media pia watapeperusha hizi uchaguzi. Tunaomba tu Mungu azidi kuwalinda na mambo yatakuwa fiti. Naam, asante sana kwa kututizama. Tupatane hapo mbele tujue ni yapi atakuwa yanatokana na haya uchaguzi ambayo yanafanyika. Tujue mbivu na mbichi ni gani kati ya Isa na Merian. Asanteni sana.